mtu anafanya maonyesho ya Qur'ani makubwa kabisa, eti anaona kwa kuwatumia watu hawa ndio watu watakuja kwa wingi sana. Na kweli watu wanakuja kwa wingi kwa sababu fulani katika wasanii katangaza maonyesho ya Qur'ani. Matendo yake yule msanii yako tofauti kabisa na maamrisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna. Sasa athari kweli umemleta huyu mtu kuwa kutangazie Qur'ani, lakini jamii itakuwa inamwangaliaje yule mtu? Kwamba ni mtu mwema na anayafanya sasa. Ndio athari yake hiyo. Kweli wewe utaona umefaulu, umeita watu wengi wamesikia Qur'ani, lakini ni wangapi wamepotea kwa kupitia tangazo la mmoja wapo hapo? Umma huu wa Kiislamu na kutambua kwamba ndio umma wa kheri ni lile tendo ambalo endapo watalifanya Waislamu basi watahesabiwa wamefikia daraja ya kheri. Na hili tunalikuta linaelezewa katika suratu Al-Imran aya 110 pale Allah aliposema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi mmekuwa ni umma wa kheri ambao umechaguliwa au umeteuliwa kutokana na watu. Moja ya kazi yenu kubwa ni mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Kwa hiyo huu ni mmoja wa wadhifa mkubwa ambao tumepewa Waislamu kwa ujumla. Na pia wadhifa huu haukukusudiwa jinsi ya kiume tu, bali wadhifa huu wamepewa na watu wa jinsi ya kike katika waumini. Na haya yanathibitishwa katika sura At-Tauba pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walmu'minuna walmu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waumini wanaume na waumini wanawake baadhi yao wanasaidiana, ni marafiki, wanasaidiana. Kwa lipi? Wanaamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa aya hii au hizi chache zinaonyesha ni umuhimu gani Waislamu wanatakiwa waeke katika namna ya matendo yao. Walihesabu katika matendo makubwa katika imani ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na pia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia sisi waumini, kwa maana ni amri ya kila mmoja katika sisi, pale aliposema man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa biqalbihi fa in lam yastati' fabilisani fabiqalbi wa dhalika adhafu liman. Atakapoona mmoja wetu jambo la munkari, jambo la uovu, basi alizuie kwa mkono wake. Wanachuoni wanasema mkono maksudi yake alizuie kwa nguvu, na kama hawezi basi atumie ulimi wake, aseme pindipo akiliona baya aseme. Na kama ikiwa pia kusema hawezi, basi achukie moyoni. Pamoja na kwamba huko kuchukia moyoni Mtume anasema ni dalili ya udhaifu wa imani. Hii inaonyesha namna gani jinsi maovu yanavyotakiwa yazuiwe katika umma, katika jamii ya Waislamu. Ndugu zangu, asili ya kuileta mada hii ni kwamba ni hasara kubwa iliyobainishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa waumini wameacha wadhifa huu. Kwanza, ule ubora wao utaondoka. Pili, watapata hasara katika jamii yao. Kwani hasara ni kwamba kwa kukataa kuzuia mabaya au kuamrisha mema, Mwenyezi Mungu abadilisha jamii yao, inageuka kuwa ni jamii dhanka, jamii iliyopotea, inapoteza mwelekeo. Na haya yamebainishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam
katika hadithi iliyopokewa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala mathalul qa'im fi hududillahi, mfano wa mtu ambaye amesimama imara katika kufuata mipaka ya Mwenyezi Mungu, walwaqi'u fiha, na yule ambaye ameanguka kuyafuata maagizo ya Allah na mipaka yake, anasema kama thali qaumin, ni mfano wa watu ambao stahimu ala safinatin, walikuwa na jahazi na wao walikuwa wengi, wakaamua kupiga kura ni nani aweze kuingia ndani ya jahazi, kwa sababu jahazi ilikuwa na nafasi ndogo. Kwa hiyo hawakuingia ila kwa njia ya kura, anayefaulu kwenye kura ndio anaingia. Kisha akasema fasara ba'dhum a'laha, katika hao walioingia sasa kuna wengine wakawa juu ya jahazi, wa ba'dhum asfalaha, na wengine wakawa chini ya jahazi. Wa kana alladhina asfaluha, na ikawa wale ambao wapo chini, idha staqau min alma'i, pindipo walitaka kupata maji kwa ajili ya kunywa au kwa matumizi, walikuwa maru ala fawqihim, wanaenda juu ya jahazi, kwa maana ya kwamba wanakwenda kuwaomba maji yaliyokuwa kule ili wapate kuyatoa baharini au kwenye mto au kwenye ziwa, tujalie ni sehemu ambayo ina maji matamu. Sasa wale watu wa chini wale, baada ya kuwa wanaenda ni tabu, kwa sababu watu wamejaa kwenye jahazi, kupishana mabega huko mpaka kufika juu, waliona tabu. Sasa eti wakachukua azma hii, faqalu law anna kharakna fi nasibina kharqa, maonaje kama sisi huku chini tungetoboa hili jahazi kwa chini, halafu tukawa kwa njia hiyo tutapata maji na hatutomuudhi mtu yoyote aliyekuwa juu ya jahazi. Eti akili yao imewapelekea hivyo, kwamba ili wapate maji kwa njia nyepesi basi watoboe chini ya jahazi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa in tarakuhum, pindipo watawaacha watekeleze azma yao hiyo, wama aradu, wakile walichokitaka, yani cha kutoboa jahazi chini, halaku jamia, watakuja kuangamia wote. Kwa nini? Kwa sababu jahazi ukilishajitoboa chini, ina maana maji yataingia, na maji yakiingia juu kwenye jahazi, yakijaa jahazi na zama. Kwa hiyo hawatokuwa wale waliofanya uharibifu tu wa kutoboa, litakuja kuangamiza mpaka wale wa juu waliokuwa hawana nia hiyo. Sasa angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ambayo sahihi imepokewa na Imam Bukhari, anaelezea namna gani endapo watu wataacha kutekeleza wajibu wa kuzuia mabaya, ikiingia shari inakuja kuwakumba wote, wema na wabaya. Ndiyo tabia ya jamii inayoacha kufanya mema na inayoacha kukataza mabaya. Ndugu zangu katika imani, swala zima hili la kuamrisha mema na kukataza mabaya ilikuwa ni katika namna ambayo wanaitumia waja wema waliotangulia. Tunaona mja mwema Luqman, kama ilivyobainishwa katika Qur'ani, sura ya Luqman aya 17, akimwambia mwanawe, ya bunayya aqimis sala, ewe mwanangu simamisha swala, tekeleza ibada ya swala, wa amuri bil ma'rufi wa nahanil munkari, na amrisha mema na kataza mabaya, wasbir ala ma asabaka, na subiri ewe kijana, ewe mwanangu, kwa yale yatakayokufika kwa kutekeleza wajibu huu. Sasa mnaona namna gani wema waliotangulia, swala zima la kuamrisha mema halikuwa la wao wazazi, mpaka na wale watoto wanaoelelea katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Sasa ndugu zangu, niambieni yatokanayo na maelezo haya, tuiangalie jamii yetu hivi sasa ya Kiislamu.
tuangalie, je, sisi Waislamu tunatekeleza huu wajibu? Na kama tuutekeleza, mbona maovu yamezidi? Mbona maafa yanazidi? Inaonekana wazi kwamba wajibu huu umeachwa kwa kiasi kikubwa. Hatusemi kwamba eti hakuna kabisa Waislamu au mashekhe ambao wanakataza mabaya, lakini badala ya kuwa twayazuia hata kwa njia ya kuchukia, bali twasherehekea. Tawapeni mfano wa hali halisi iliyopo hivi sasa nchi yetu. Nchi yetu ukiangalia hivi sasa, katika watu ambao wanaeneza uovu kwa wingi na kwa kasi sana katika jamii yetu hii ya Kitanzania na pengine na pembeni mwa nchi hii, ni watu wanaitwa wasanii. Neno wasanii ni pana mno, bali hata yule anayechonga masanamu wanaocheza pia anaitwa masanii. Lakini hapa nakusudia wasanii, waimbaji na wachekeshaji, makomedian. Kwa kiasi kikubwa jamii inavorugwa na watu hawa, imepelekea vijana wengi sasa kuona watu hawa ndio role model wa kuibwa, na wamegundua eti vijana kwamba njia ya mkato ya maisha ni kuwa msanii. Kwa sababu wakiangalia wale wasanii wakubwa, wengi wao kwa upande wa elimu ni sifuri au ni ndogo sana, wakati kuna watu wamebobea katika elimu za kisayansi, ni madaktari bingwa miaka karibu 20-30, si lolote katika jamii. Lakini ukijishughulisha na usanii kwa muda mfupi tu, umeibuka mtajiri. Kwa nini? Kwa sababu wao wanauza katika jamii maovu, machafu na tabia ya wanadamu. Wanapenda, wanaitikia ushetani. Tabia hii wanayo wanadamu. Wewe angalia sasa, wanafanya mambo haya, lakini annahi anil munkari kwa upande wao umekuwa dhaifu sana. Makatazo na makemeo dhidi ya watu hawa yamekuwa dhaifu sana, na utagundua kwamba wanatukuzwa na vyombo vyote, vyombo vya kisiasa, serikali, matajiri, watu binafsi wanawatukuza, majina yao yanakuwa makubwa. Wewe angalia hata mikutano ya siasa, ili eti watu wafarijike kwenye mikutano ya siasa, waletwa wasanii. Na nyinyi mnajua usanii maana yake ni muziki na manyimbo ya kitwahuti ya kuhamasisha mambo maovu, uzinzi hasa. Lakini wanalipwa mapesa mengi sana. Yaani nimewahi kusikia kwamba kuna msanii mmoja anajivuna akitaka kufanya show moja tu usiku mmoja anataka dau la shilingi milioni 40. Sasa kwa nini asiwe tajiri mtu huyu? Lazima atakuwa mtajiri kwa muda mfupi. Kwa hiyo vijana wanaona kuna haja gani ya kusoma, kuna haja gani? Kumbe kuna njia za mkato. Halafu sasa katika maovu wanayofanya sio haya ya muziki tu, maisha yao kwa asilimia kubwa ya uzinzi. Tena wanajifakharisha na hayo, wanafanya zinaa kwa kuweza kutembea na wasichana, wanawake wa kila namna. Ukiuliza kamuoa lini, hakuna jawabu, bali wao wenyewe wanakiri kwamba hajaoa. Ukiulizwa wewe umeoa, huyu mbona anaonekana mchumba wako? Sijakuwa na mpango wa kuoa. Kwa hiyo sasa maovu yote haya, halafu jamii inawatukuza watu hawa, wakati kinyume chake ingelikuwa jamii inakemea na kuwadhalilisha wawe si lolote si chochote. Kwa njia kama hii ndio tutapata nusura ya Allah ya ulinzi. Sasa bahati mbaya, na hili nalisema wazi, leo hawa wasanii wamekuwa, hawa waovu wamekuwa wanatumiwa na wafanyi biashara kutangaza bidhaa zao. Eti wanahisi kwamba mkimtumia fulani ambaye ni mashuhuri akikutangazia biashara yako itapata soko. Na kweli inapata soko.
kwa sababu yule mtu anaonekana ni model katika jamii, role model. Kwa hiyo watu wananunua zile bidhaa kwa sababu ya yule fulani. Hili tunaliona, na wenyewe wanajisifu kwa muda mfupi ambao tunawategemea kwamba wao wawe ndio mstari wa mbele wa kuzuia maovu haya, wanawatumia nao kutangaza mambo yao ya kidini. Mtu anafanya maonyesho ya Qur'ani makubwa kabisa, eti anaona kwa kuwatumia watu hawa ndio watu watakuja kwa wingi sana. Na kweli watu wanakuja kwa wingi kwa sababu fulani katika wasanii katangaza maonyesho ya Qur'ani. Matendo yake yule msanii yako tofauti kabisa na maamrisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna. Sasa athari kweli umemleta huyu mtu kuwa kutangazia Qur'ani, lakini jamii itakuwa inamwangaliaje yule mtu? Kwamba ni mtu mwema na anayafanya